Na kwa yoyote anayefikiri kuumiza taasisi hii kwa namna ambavyo watu wake wanapigana usiku na mchana, hebu fikiria upya. Uwe serikalini, uwe wapi, hutaweza, kwa sababu taasisi hii imevuka level ya kuuawa na mtu. Ninawashukuru, mimi niko imara. Kwanza sijui hapa kwamba mnasema kuna maneno yanasemwa huko, dhahabu haichafuki. Unaweza kuchafua dhahabu kweli? Dhahabu hata ukiirusha kwenye kinyesi, ukiimwagia maji tu, thamani yake iko pale pale na inauzika. Uongo kweli? Wewe chukua dhahabu uweke kwenye kinyesi uone, alafu waioshe, kama bei itapungua. Bei iko pale pale. Kwa mimi hayo hata siyasikilizi. Najua yanawasumbua nyie viongozi wangu, lakini lazima tujifunze kwenye demokrasi, tuwe na ngozi ngumu. Kuna watu wanatutukana, hiyo sio demokrasia. Hao kwa sababu wanalindwa wakati huu. Wakuli wanasema wanga kutariki nyunyi kwa magiha. Ukiwa umeona ndege kwenye mti, alafu unapanga kwenda kumkamata. Zamani ile si tuliochunga ng'ombe. Mi baba yangu alikuwa mfugaji na mimi ni mfugaji wa ng'ombe. Ni mfugaji kabisa mimi. Sio wa mchezo, mfugaji mzuri na mkulima wa maana. Wakati ule tulikuwa tunaenda kuwinda vindege hivi. Sasa ukiona sehemu ambayo ndege amejenga, unapanga kwenda kumshika. Tulikuwa tunatengeneza either ile manyoya ya ng'ombe yale ya kwenye mkia, unafunga hivi alafu unafunga pale. Mimi sijatoka maisha laini. Kwa hiyo usimsemee kwenye mafiga kwamba kesho nitamshughulikia, anahama. Kuna kijana mmoja hivi, kipindi kilichopita, wale vikaragosi walioruka, alinitukana sana. Kuna mtu amepewa gari akanitaja kwa jina, amepewa na waziri fulani. Sasa mimi nikajua huyu sasa hivi wanamlinda, na mahakama zetu tunazijua. CCM inakutumia tu kama vile mtu anavyotumia ule mpira ule, si mnaujua? Ule wa kujikinga ule. Baadaye wakishamaliza matumizi na wewe wanakutupa. Nikajua watawatumia kwa muda huu, watawatupa. Na mimi nitaruka naye. Kwa sababu defamation ni miaka hii 3 haijafa. Sasa yule nikamwacha. CCM imewatumia, uchaguzi umeisha, sasa imewatupa. Nimeanzisha kesi yangu aje kuthibitisha. Juzi wakili wangu ameniambia anamwandikia kumuita. Analia huyo. Ananiita baba. Sasa kuna wengine ni matusi, wananitukana. Na mpiganaji mzuri unajua timing. Wakati wa kurusha ngumi, wakati wa kutokurusha. Biblia inatuambia kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kuvuna, na kuna wakati wa kupanda. Kwa wengine hawa msishughulike nao. Wengine tunajua wanapewa vihera na naambiwa watutukane, wanasema maneno ya uongo mabaya kabisa ambayo hawana uwezo wa kuyathibitisha popote mbinguni na duniani. Hawana. Yaani hata ukimuita hawezi. Sasa hawa wanatumika muda huu. Watarushwa chini. Unaelewa? Fungulia kesi, tutakudai bilioni 10, huna, tutakachukua kanyumba yako, utarudi zero kama vile ambavyo ulitukana, huna kitu. Kwa hao wasiwatishe. Wasiwatishe wala msibabake nao. Kazi yetu ni kupeleka. Kuna ufuatiliaji tunafuatiliwa. Mimi nimeambiwa nataka kukamatwa. Na taarifa kabisa za ndani kwamba nataka kukamatwa. Na mimi siogopi. Mimi sio mtu wa kutishiwa. I was born once, I live once, and I will die once. Narudia hili jambo kila siku wajue. Mimi sio mtu wa kutishia. Mimi ni mtu huru. Nafanya kazi iliyoruhusiwa na sheria za nchi hii. Kuna mtu wa kunitisha mimi?
Kama unataka kumtisha Heche, unagonga pabaya. Jipange upya. Sasa katika hiyo, leo asubuhi kuna gari imekuja nyumbani kwangu, namba T 318 EQJ. T 318 EQJ, Toyota Land Cruiser hadi top nyeupe. Na mimi na watu nimejipanga, tumeipiga picha, tumefuatilia zile namba sio za hiyo gari, na wamekuja pale wanaulizia Heche. Kwa Heche ni wapi? Hizo namba zimesajiliwa kwa Katapira, haya yanayolima barabara, sio? Sasa kama ni watu wema, mnakuja mchana, mnafahamika. Kama mna shida ya kunikamata niiteni, lakini shida ya tishiana, kutekana, kufanyiana mambo ya kijingajinga, hayo mimi msifanye, na Watanzania msikubali. Mimi sitakimbia. Wakinichukua katika mazingira ambayo hayaeleweki, msikubali. Msikubali. Hatuwezi kuishi kwa kunyimana amani. Ukitunyima amani, tutakunyima amani. Nimemfurahia sana yule mdogo wangu aliyesema the welfare of the people is the supreme law. Kwa Kiswahili si nitaiwekaje, lakini maana yake ni kwamba ustawi wa watu ndio sheria kuu ya nchi. Kama watu hawana ustawi, hakuna sheria kwenye nchi hiyo. Watu wanatekwa, watu wanawindwa, watu wamekuwa kama wanyama. Wamechukuliwa wakina Polepole, viongozi wa CCM, kama kuku. Mtu ambaye juzi alikuwa na Magufuli, Polepole alikuwa anatuambia unajua V8 wewe, amekamatwa kama kuku, amepotezwa. Na nyie vijana mnaotumwa kuteka watu, nataka niwaambie, mwisho wa siku watawaueni nyie kupoteza ushahidi. Na waambie haki ya Mungu kabisa. Siku hizi nimekuwa nazungumza kuhusu the Nuremberg trial, kesi ya Nuremberg ya mwaka 1946 baada ya Ujerumani kushindwa vita 1945 mpaka 46. Henchmen ni wale watu waliokuwa axis of evils, wale waliotumiwa na Adolf Hitler. Mwisho wa siku walijiua wenyewe, na wengine walihukumiwa kuuawa, na wengine walifungwa maisha. Wanakupa kuteka watu. Unafikiri utamteka mtu kama Polepole aliyekuwa amefikia level ile, alafu hayo mambo yakaisha tu? Ni rahisi tu. Zama hizi za teknolojia, watu watakuja wa trace simu zilizoenda hapo, tutaangalia kwenye satellite, tutamuuliza tu RPC, hebu tuambie nani alienda pale. Si nini? Jukumu lako ni la ulinzi, tuambie nani alikuwa pale. RPC atatuambia aliyeenda ni huyu. Huyu tulienda na huyu tutawakamata wote. Na mtatuambia nani aliyewatuma. Haiwezi kuisha hivi hivi. Damu za watu haziwezi kuchezewa hivi hivi. Damu za watu haziwezi. Kwa hiyo uelewe, hivyo vihera wanavyokupa, wanakutuma kufanya uovu, unafikiri utakaa kwenye nyumba nzuri uliyojenga? Hutakaa humo, utakuwa gerezani. Utakuwa unawaza hata bora ningekaa kwenye makuti lakini niwe na amani. Baada ya haya mambo yote, ungetegemea mtu ambaye ni sane, mtu ambaye anaelewa makosa yote haya, kwamba nimekosea hapa na hapa. Au washauri wamwambie, jamani, hatuwezi kuendelea hivi. Jamani, tumefanya haya, yamejitokeza, watu wamekufa, watu wameumia. Naomba sana radhi wa Tanzania. Jambo la kwanza. La pili, familia zote zilizopatwa na madhira, tutaita familia hizi, tutazisimamia, tutalipa compensation. Hatuwezi kurudisha wale waliokufa. Cha tatu,
na achia wote waliokamatwa. Cha 4, Lissu anatoka nje. Cha 5, ili asijitokeze, tunaandika katiba mpya. Tunaanza upya. Kama taifa tumeumia, tumeumizana. Truth and reconciliation, ukweli, uwajibikaji, na hicho kinachoitwa maridhiano. Sasa mtu aliyefanya mambo yote haya bado anaendelea kumshikilia mwenyekiti wetu, bado amekuja anakamata na viongozi wetu, anatuma watu wanalipwa, wanasema Heche hataki maridhiano, Chadema haitaki maridhiano. Hivi hayo ni maridhiano au ni blackmail? Blackmail maana yake ni nini, mama zangu na vijana mlioko? Ni mtu labda amekupiga picha huko uchi, anakuwa anakuambia nipe kitu fulani, usipokubali nazitoa hadharani. Iko hivi. Nataka niwape mfano mtakaoelewa. Kwamba mzee Elimu ananizidi nguvu, ananizidi labda fedha, ana mabavu, analindwa. Alafu anatembea na mke wangu kwa mfano, na mimi nikamfumania. Badala ya yeye kuniomba radhi, anaanza kunipiga na kuniadhibu kwamba kwa nini nimemfumania na mke wangu, na ananishinikiza mimi nimuombe msamaha kwa kumfumania na mke wangu. Sijui kama mnaelewa ninachosema. Think about that. Fikiria kuhusu hilo jambo, kwamba kwa sababu wana nguvu, umewafumania na mke wako, wanakupiga na wanakushinikiza kwamba ukawaombe msamaha kwa kuwafumania na mke wako. Na kuna watu wanajifanya wana busara, wanakwambia wewe nenda tu kamuombe msamaha mwenye nguvu mpishe. Mimi siko tayari, niko tayari kufa nisiyaone hayo. Sisi hatutakubali. Na wala tukisema hivi, mtu asiseme kwamba sisi sio watu tunaotaka majadiliano. Kuna watu wameomba majadiliano kwenye nchi kuliko Chadema. We were the first, tangu zama za Magufuli, kuambia tunaenda njia mbaya. Mkishafika huko mtashindwa kurudi. Tuokoe hii gari kabla haijadumbukia mtoni. Wakasema na iende mtoni. Sasa gari iko mtoni, wanatuambia Chadema tuitoe humo. Nyie mko tayari kwa ujinga huo? Tena wanataka tuitoe mtoni kwa blackmail, kwa vitisho. Tunaishi kama wakimbizi, tunatembea kwenye nchi, polisi wako nyuma yetu kila wakati. Wasira alikuwa na mikutano kama hii, kama huu tunaofanya humu ndani. Umeona polisi pale? Kweli yule mzee ni wa kushindana na mimi kweli. Hii valve 24 mzee, RC 300 ndio toleo jipya la saizi la siasa. Uongo kweli? Huu moto wa kuotea mbali. Ndio maana wimbo kila mtu anaimba Heche, wakikodi vibaraka Heche. Nini? Tulieni. Ndio kwanza tunaanza. Uongo kweli? Ndio rasharasha hii. Bado hata mvua ya mbawe haijanyesha. Na yupo mwenyewe tunayemwandalia njia hii, mbeba maono, aliyepigwa risasi 16 na Mungu amemsimamisha. Kwenye agenda zetu 2, Free Tundu Lissu na katiba mpya, amezungumza John Nchimbi. Amezungumza kwa lugha ya mafumbo kidogo tu, lakini ni lugha inayong'amulika kawaida. Amesema hivi, jambo la kwanza, na nataka niisome kwenye ibara ya 54 ya katiba hii mbovu. Ibara ya 54 ya katiba hii inasema hivi: kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais. Mnisikilize vizuri. Kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais, waziri mkuu, rais wa Zanzibar na mawaziri wote. Narudia, nimesemaje? Sasa mimi ni mwalimu, nataka hapa tuingie darasani mnielewe. Kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais, waziri mkuu, waziri wa Zanzibar, rais wa Zanzibar
na mawaziri wote. Hilo la kwanza. Rais atahudhuria mikutano ya baraza la mawaziri, ndiye atakayeongoza mikutano hiyo. Na endapo rais hayupo, basi mikutano hiyo itaongozwa na makamu wa rais. Kama wote wawili hawatakuwepo, makamu wa rais hawapo, waziri mkuu ndiye atayeongoza hicho kikao. 3. Bila kuathiri masharti yaliyomo katika ibara ya 37 ya katiba hii, baraza la mawaziri litakuwa ndio chombo kikuu cha kushauri rais juu ya mambo yote yanayohusu utekelezaji wa madaraka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba hii, na litamsaidia na kumshauri rais juu ya jambo lolote litakalowasilishwa kwenye baraza la mawaziri kwa mujibu wa mwongozo maalum wa maagizo ya jumla yanayotolewa na rais. Mwanasheria mkuu wa serikali atahudhuria mkutano yote ya baraza la mawaziri na atakuwa na haki kama mjumbe mwingine wa mikutano hiyo, isipokuwa hatakuwa na haki ya kupiga kura katika mikutano hiyo. Sasa twende taratibu. John Nchimbi ametuambia tupiganie katiba, kwamba hii katiba ni tatizo kubwa, inampa mtu mmoja mamlaka ya kuumiza watu, si ndio alichosema? Cha pili akasema yeye alipokuwa katibu mkuu wa CCM alishampendekezea rais kwamba walete nini? Katiba, si ndio alivyosema? Na akasema anachukizwa na masuala ya watu kutekwa, kubambikiwa kesi, si na nini. Amesema mambo yote. Lakini sehemu mimi iliyonivutia, ambapo ndio kwenye mzizi wa tatizo, ni hili jambo alilotufungua macho wote kuona kuhusu baraza la mawaziri. Kwanza, baraza la mawaziri ndio kikao cha juu cha nchi hii kinachoamua kuhusu maisha yetu wote. Rasilimali za nchi yetu, madini, maji, mbuga za wanyama, ardhi, utibiwe vipi, ni hicho. Bunge lile ni kikaragosi tu, hakuna bunge pale. Bunge gani lile? Halina uwezo wa kualta hata nukta. Nikisema kualta nukta, yani lile bunge, serikali ikileta kitu imeamua kwamba hiyo speaker ni gari, hata wote wakiona ile ni speaker sio gari, hawana uwezo wa kubadilisha chochote wale. Hawana. Tangu hata mimi nikiwa bungeni. Hawana. Kwa sababu kwa mfano kwenye budget hii katiba inasema wabunge eti ndio wanaopitisha budget, ndio wanapanga budget. Lakini hawana ruhusa ya kuikataa hiyo budget. Wakiikataa, rais ana dissolve bunge, yani anavunja bunge. Si kama mnaelewa? Sasa kama mamlaka yetu ni sisi tuna mamlaka ya kuikataa, kwa nini tukiikataa tena uwe na mamlaka ya kutuvunja sisi tuanze upya? Sasa ni mbunge gani wa CCM pale ana uwezo wa kukubali bunge livunjwe arudi kwenye uchaguzi kwa ajili yako wewe mwananchi? Hata kama hiyo budget inasema wananchi wote muuawe, nani mbunge pale ataenda kusema mimi niko tayari vunja bunge wasiuawe wananchi? Yuko pale? Atakachouliza tu watoto wangu na mke wangu watakuwa salama. Ua wote. Ua wote. Nyie watu mnanielewa? Mnanielewa vizuri? We are in deep shit. Tuko kwenye matatizo makubwa kama nchi. Sasa John Nchimbi ametuambia hakuna kitu chochote kinachoweza kuingia kwenye baraza la mawaziri bila rais kuamua, na hakuna kitu chochote kinachoweza kupitishwa, hata mawaziri wote wakisema kipite, bila rais kukubali. Kwa kazi yao ni kumshauri, na harazimiki kuchukua ushauri wao. Ibara ya 54 inasema hivi: rais atahudhuria mikutano yote na atakuwa kama mwenyekiti, yeye ndiye ataongoza vikao. Lakini ibara ya 54(1) inasema kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais, waziri mkuu, rais wa Zanzibar na mawaziri. Sasa huyu rais anahudhuriaje kwenye kikao na awe mwenyekiti alafu yeye sio mjumbe wa hicho kikao? Hivi mnanielewa? Mnaelewa ninachosema? Kwamba hii katiba, mkitaka kujua hii katiba ilivyotakataka, kwamba rais anakuwa mwenyekiti
kwenye kikao ambacho yeye sio mjumbe. Unawezaje kuwa mwenyekiti wa vikoba alafu wewe sio mjumbe wa kikao hicho cha vikoba? Yaani wewe kwanza, sifa ya kwanza ili uwe mwenyekiti lazima uwe mjumbe. Ukiwa mjumbe, miongoni mwa wajumbe mmoja anachaguliwa. Ndio maana huwezi kuwa mwenyekiti wa Chadema kama wewe sio mwana Chadema. Hivi mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Sasa maajabu ya CCM na katiba yao, rais ni mwenyekiti wa kikao ambacho yeye sio mjumbe. Alafu yeye ndo ana maamuzi ya mwisho kwenye hicho kikao ambacho yeye sio mjumbe. Maana yake ni nini? Na mnisikilize. Maana tunasema katiba hii imetengeneza Mungu mtu. Baraza la mawaziri linaweza kukosea na linaweza kuwajibishwa. Kwa hiyo wanajua kwamba ikitokea baraza la mawaziri limepitisha uamuzi mbovu wa kuuza bandari, siku wananchi wakichachamaa, baraza la mawaziri lote lijiuzuru, yeye mmoja Mungu mtu ambaye alikuwa kwenye kiti, yeye asiguswe. Ndio maana wanasema yeye sio mjumbe. Katiba hii ibara ya 8 inasema hako kadogo tu tunakopewa na hii katiba pamoja na ubovu wake. Inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Kutoka kwenye kura waliamua wakaiba, na hata wananchi waliposema jamani, mnaiba haki ya kuwawekeni nyie, wakawaua wananchi. Walidhamiria. Sasa ndugu zangu wana Chadema, tuna mambo mawili makubwa, na hili jingine ni la tatu. Kwanza nataka niwahakikishie, hakuna mwanachama yetu yeyote aliyekamatwa ambaye chama chetu hakitamtetea. Hilo nendeni nyumbani mkiwa na imani na amani. Nimezungumza na mwanasheria mkuu wa chama, nimezungumza na katibu mkuu, na msimamo wa kamati kuu ya chama chetu ni kuhakikisha kila mwanachama aliyekamatwa anapata uwakilishi unaostahili. Tutaandika kila sehemu. Sasa hivi tuko makini sana. Hatutalia humu ndani kimya kimya. Yaani unajua zamani tuko tunaumizwa humu, kilio kinaishia humu ndani. Kama Chagurani hapa, si hapa ni kwako bana. Alafu una mke wako mnaishi humu, unamkata na panga, alafu anaogopa eti akitoka nje hapo itakuwa aibu. Mama zangu, lia nje, majirani wakusaidie. Usife kimya kimya ndani. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo hakuna kilio chochote kitaishia humu. Sasa hivi wakikamata watu tunapiga kelele kila sehemu, UN, UNHCR, wapi, Amnesty. Haya yote kukamata watu yameishaenda kote duniani. Kote. Tumeshawaambia, wameshashtaki watu wetu 61. Na juzi nimeona wanalialia, sijui nimewauliza swali, nyie mnawaambia watu kwamba waje Afconi, alafu mnasema kuna ugaidi. Sasa hiyo Afconi yao wanaokuja watakuwa salama kiasi gani? Haya mambo hayaingiliani na michezo. Hayaingiliani na michezo vipi? Sisi kote tutasema. Tunaelewana? Wawekezaji tutawaambia serikali dhalimu imesema hivi, dunia yote ijue. Kwa sababu mambo hayawezi kuwa kimya kimya humu ndani, kwamba hawa wanachafua nchi. Yaani wewe unayekamata watu huchafui nchi, sisi tunayesema umekamata watu ndio tunachafua nchi. Hiyo ni akili ya wapi hiyo? Mamangu, inaeleweka hiyo? Haiwezekani.